Katika maeneo kusini magharibi mwa mkoa wa Geita, umbali wa mita 1230 kutoka usawa wa bahari na kilomita 20 kutoka mji wa Katoro, kuna kijiji kilichobarikiwa sana. Kijiji hiki chenye wakazi wapatao 16,400 kimejipatia umaarufu mkubwa kutokana na wingi wa madini ya dhahabu. Wakazi wake hujishughulisha na shughuli mbalimbali za kila siku za kuendesha maisha, huku uchimbaji wa dhahabu ukiwa shughuli kuu. Kutokana na umuhimu wa kijiji hiki na shughuli zake za uchimbaji madini, serikali iliamua kuchukua hatua za kusaidia. Kupitia shirika la madini la taifa STAMICO, serikali ilianzisha kituo cha mfano kwa ajili ya kuwasaidia wachimbaji wadogo, wakati pamoja na wadau wote wanaojihusisha na uchimbaji wa madini. Serikali haikuishia hapo tu. Ili kuhakikisha usalama wa wachimbaji, elimu maalumu ilitolewa na inaendelea kutolewa kwa lengo la kuwapa ujuzi bora wa kufanya kazi katika mazingira salama. Zaidi ya hayo, serikali ilinunua mitambo ya kisasa ya uchorongaji maarufu kama rig na kuwakodisha wachimbaji kwa gharama nafuu. Lengo kuu likiwa ni kuhakikisha wanakabiliana na changamoto za kiteknolojia zinazokuja na shughuli za uchimbaji. Hili halikuishia kwenye uchorongaji tu. Wachimbaji walijengewa kinu cha kisasa cha kuchenjua dhahabu kinachojulikana kama CIP plant. Kinu hiki kimekuwa msaada mkubwa kwao, kwani kinarahisisha mchakato mzima wa kupata dhahabu kutoka kwenye mbale na marudio yao. Kama hiyo haitoshi, serikali pia imejenga jiko maalumu kwa ajili ya shughuli za uchomaji dhahabu mara baada ya uchenjuaji kukamilika. Katika mafanikio haya, jina moja linang'aa kwa namna ya kipekee: Hexad Company Limited, inayomilikiwa na familia ya Bwana na Bibi John Chenge Luhemeja. Kampuni hii imekuwa miongoni mwa kampuni ya uchimbaji iliyofanya kazi kwa karibu na ni zao la kituo hiki cha STAMICO. Napenda kutoa shukrani na pongezi mahususi kwa wawekezaji, kwa hawa waheshimiwa wa Hexad. Sisi hapa ni kama baba wa Hexad. Uhusiano wao wa karibu na shirika hilo umeleta mafanikio makubwa, si kwa kampuni tu, bali pia kwa kijiji cha Lwamgasa. Mimi ni mlemavu wa ngozi. Nilishukuru sana ile kampuni kwa kunipokea. Na kabla hajanipokea, nilikuwa najishughulisha na kazi za kilimo na kazi ya utume kama katekista. Ila kampuni hii imepelekea kunihamisha kutoka kwenye hatua ya kilimo na kunipatia ajira. Sasa hivi nimeshakuwa mtaalamu wa kuoperate mitambo, yani kama karasha, saga material, kwa kuchanganya madawa kuelekea kwenye mili ili material hayo yaweze kutoa dhahabu iliyo pure na sahihi. Lakini je, Hexad ni nani na wanajishughulisha na nini hasa? Hexad Company Limited ni kampuni inajinasibisha kwa sasa na uchimbaji wa madini na uchakataji wa mbali. Makao makuu ya kampuni yapo Dar es Salaam, ambapo tunafanya shughuli zetu za management ya hii kampuni, kwa maana ya corporate activities zote zinafanyika Dar es Salaam. Hapa Lwamgasa tunafanya zaidi shughuli zetu rasmi ambazo ni za uchimbaji na za kugusa jamii yetu ambayo tunazihudumia. Shughuli zake rasmi za uchimbaji tulianza mwaka 2019. Tulianza shughuli tukiwa tuna hatua za awali za utafiti, kwa maana ya kuanza kuchimba tukitegemea uzalishaji. Kwa hiyo tulijipanga kuanza kuchimba. Tulitumia almost miezi 9 mpaka 10 kufanya uchimbaji bila uzalishaji. Kwa maana ya wachimbaji wanaelewa zaidi tukisema hivyo, kwamba
tulikuwa tunafanya utafiti, tunapambana, tunaomba, tunaweka jitihada ili kuweza kupata ule uzalishaji ambao uweze kutimiza ndoto zetu kama kampuni na kama familia. Kwa hiyo mnamo mwezi wa 5 mwaka 2020 ndio tulianza rasmi uzalishaji, kwa kuwa tunazalisha uwiano wa grade za 5 na tukawa tuna shapo moja kwa huo muda wa utafiti. Baada ya uzalishaji kuanza, tukaweza kuanzisha shapo la pili, shapo la 3 mpaka la sasa tuna shapo 4 tunayaoperate na yamekwenda chini. Refu zaidi liko kwenye mita 92 na lingine liko kwenye mita ambayo ni fupi na mita 67 kwa sasa. Mabadiliko yoyote kwenye jamii yoyote siyo jambo linalopokelewa kwa urahisi, hata kama jambo la maendeleo. Hushuhudia upinzani wa awali, pengine maendeleo ya teknolojia. Wengi hurudi nyuma na kusubiri wengine waanze. Wakati STAMICO ilipoweka kinu cha kisasa cha CIP plant, wachimbaji wadogo wengi walionyesha mashaka na kutoamini uwezo wa teknolojia hiyo mara moja. Kwa sababu hiyo, wachimbaji wengi walihofia kuchukua hatua na kuendelea na mbinu za kizamani walizozoea. Katika mazingira hayo ya sintofahamu, kampuni ya Hexad ilijitokeza kuwa tofauti. Hexad pekee ilionyesha imani kwa teknolojia mpya na mara moja ikaanza kupeleka mbale zao na marudio kwenye kituo cha mfano cha STAMICO kwa ajili ya kuchenjua dhahabu. Imani ya Hexad kwa teknolojia mpya haikuashiria tu matumaini, bali pia ilikuwa mfano wa ujasiri wa kuchukua hatua mbele katika njia ya maendeleo. Almost kwa muda wa miaka 2 tukiwa watumiaji pekee wachimbaji wadogo ambao tunatumia hiyo plant ya STAMICO hapa kwa Mgasa, pengine tukaenda paka na Katente, wanazo plant 2 kwenye ukanda huu, tulikuwa tunatumia zote 2 na tuliweza kuoanisha uzalishaji wetu wa mbale na uhitaji wa plant husika. Kwa maana hiyo kila mwezi tulikuwa tunaweza tukawasupply wao tani 200 mpaka 350 kwa maana ya plant zote 2. Kwa kutumia plant zao za CIP tuliweza kupata manufaa ya haraka kwa muda mfupi. Kwa hakika yule usiyemdhania anaweza kuwa mkombozi wa wengine. Baada ya kampuni ya Hexad kuonesha imani na kutumia teknolojia mpya ya CIP plant ambayo ni ya STAMICO, mafanikio yao yalikuwa somo kwa wachimbaji wengine. Walipoona jinsi Hexad ilivyofanikiwa, wachimbaji wengi waliamua kuchukua hatua kama hiyo na kuanza kupeleka mbale zao na marudio kwenye kituo cha mfano cha STAMICO kwa ajili ya kuchenjua dhahabu. Hali hii ilisababisha ongezeko kubwa la shughuli na kituo kikajikuta kimezidiwa na foleni kubwa ya wachimbaji waliokuwa wakipeleka material kwa ajili ya uchenjuaji. Kwa upande mwingine, changamoto hii ikawa fursa kwa Hexad na kuanza kufikiria kujenga kinu chao ili kuweza kuepukana na foleni hiyo ya wachimbaji. Na tukaanza ujenzi wa plant yetu mwaka 2023 mwezi wa 6. Na tunashukuru Mungu tulitumia kampuni ya Tan Discovery ambayo pia ndio ilijenga plant hiyo ya STAMICO na wakafanya kazi nzuri. Mwaka huu 2024 mwezi wa 1 tukawa tumecommission plant na tukaanza kuitumia rasmi mwezi wa 2. Daima mwanzo wa jambo lolote huwa ni mgumu. Kwa Hexad, safari yao ya mafanikio haikuwa rahisi. Walikumbana na changamoto mbalimbali kama vile ukosekanaji wa mitaji, upatikanaji wa mitambo na wakandarasi wenye ujuzi wa ujenzi wa CIP plant, pamoja na uhaba wa wafanyakazi wenye ujuzi wa kuendesha mitambo na utaalamu wa uchimbaji wa kisasa wa kati na mdogo. Wakati tulianza na wafanyakazi 4. Wakati tulianza kufanya kazi 4, lakini leo tuna zaidi ya wafanyakazi 120. Huu ni mwaka wa 5 sasa. Wengine wakati tunaanza hatukuwa na wataalamu. Sasa tuna wataalamu, tuna mine engineers, tuna geologists, tuna wataalamu wa fedha, tuna HR.
ili angalau kuleta tija kwenye hizi shughuli, kwamba haiwezekani tu tukazifanya wenyewe kwa matashi yetu, na wakati kuna nafasi ya kutoa ajira kwa watu ambao wakaja waka experience. Sisi ni wachimbaji wadogo, lakini hatujioni kwamba ni wadogo kwa maana ya udogo huo. Tuna uwezo wa kufanya mambo ambayo yanaweza kufanya na watu wengine, lakini tuamini kwa Mungu. Mungu ndio kila kitu. Tumwamini Mungu kwa dhati yetu, tumpende, tutimize masharti yake, na Mungu atatubariki. Changamoto hizo walikabiliana nazo kwa kuendeleza zaidi mahusiano yao na serikali kupitia Tume ya Madini na idara mbalimbali za serikali, mkandarasi mkongwe Tan Discovery na benki ya NMB. Hawa wote walileta mwanga katika kukabiliana na changamoto hizo. Pamoja na changamoto zote walizokutana nazo, Hexad waliendelea kusimama imara ili kufanikisha malengo yao, wakiweka matumaini yao kwa Mwenyezi Mungu na kuendelea kuamini mafanikio yao yatatokana zaidi na teknolojia ya kisasa na wataalamu wa fani husika. Dira yao hiyo isiyotetereka iliwapa nguvu ya kuendelea kupambana kama familia yenye malengo ya pamoja. Siri ya mafanikio yao ni kuto kukata tamaa. Katika maisha yetu, hata siku moja tusikate tamaa. Imezoeleka kwamba wachimbaji wadogo mara nyingi huchukuliwa kuwa watu wasiozingatia utunzaji wa mazingira na wanaopuuza taratibu za kiusalama wakati wa shughuli zao za uchimbaji. Hata hivyo, hali ni tofauti kabisa kwa Hexad. Tulivyokuja hapa tulikuta mazingira ambayo tulikuta miti, tulikuta uoto wa asili upo, na tumeishi miaka yetu 4 hapa na endelevu huko mbele kuhakikisha huo uoto wa asili hausumbuliwi, unaendelea kuwa hivyo hivyo, na tunaendelea kutunza na tunaishi nao, kwa sababu hatuwezi tukaishi bila uoto huo wa asili. Kwa hiyo tunatunza miti, tunatunza mazingira, na hata ujenzi wetu hapa una consider hilo. Tunachimba kwa kuzingatia kanuni na utaratibu wa mazingira. Tunafuata taratibu zote za mazingira katika ukataji miti na kuhifadhi mazingira. Tunafanya dewatering ambapo tunaitreat yale maji, then tunaya dispose kwa ajili ya matumizi mengine ya ziada. Tunafanya shughuli zetu za uchimbaji kwa kuzingatia usalama wa wafanyakazi wetu, kuanzia waliokuwa juu mpaka chini. Kwa sehemu zenye makelele tunawapa vifaa kinga ambavyo ni earplug, lakini pia kwa upande wanaoingia chini tunawazingatia hasa kwa madrillers, kwa sababu ya mashine wanazozitumia zina kelele. Pia tunawapa earplug pamoja na vifaa kinga kama gloves, reflectors na vifaa vingine ambavyo vyote vinavyotakiwa kuzingatia katika usalama wa wafanyakazi wetu. Tunajitahidi kuondoa vihatarishi vyote vilivyopo katika maeneo yetu ya kazi ili kuwasaidia wafanyakazi wetu waweze kufanya kazi katika maeneo yaliyo salama. Na katika kutekeleza majukumu hayo na wajibu huo, tunafuata sheria, kanuni na taratibu zote zilizowekwa na Wakala wa Usalama na Afya Mahali pa Kazi ambao ni OSHA. Uwepo wa mgodi wa Hexad umekuwa na manufaa makubwa kwa mtu mmoja mmoja na jamii kwa ujumla. Haya yanathibitishwa na mkurugenzi, wafanyakazi na watu mbalimbali ambao maisha yao yamebadilika kwa namna moja au nyingine kutokana na mgodi huu. Aidha, mahusiano kati ya mgodi huu na jamii yamekuwa mfano mzuri wa ushirikiano na mshikamano wa kijamii. Wengi wa wafanyakazi wetu walikuwa hawajui kusoma wala kuandika. Kwa hiyo tukabidi tutafute program ya kuwawezesha kujua kusoma na kuandika. Tukatafuta walimu wenye shule za karibu hapa, tukaanzisha darasa hapa mgodini, wakawa na attend kila jioni, na mpaka pengine wapo wengi ambao wameshajua kusoma na kuandika na washasahau kama walikuwa kwenye hao mazingira yasiyowezekana. Pindi cha mwanzo kabisa kabla sijaingia kwenye kampuni la Hexad, nilikuwa nateseka huko kwenye mamiaro mengine. Tulivyoanza kufanya kazi hapa Hexad, tukaona unafuu upo, wanatujali, kampuni inatujali kwa kweli. Tukilia hatuna hiki wanatusaidia, tukiwa tumekoswa kila kitu wanatujali. Mpaka kufikia kiasi cha kuwa wanatupa mwaro, tukabidhi mwaro, tukaanza kuponda mawe, baadaye tukabadilishwa kazi. Tukapewa mwaro, kwa tunaletewa mawe, tunaponda,
tunakamua dhahabu, ni mali yetu, tunawauzia wao, wanatupa hela. Kwa kweli Exad siwezi nikaisahau katika maisha yetu, maana tulikotoka ni mbali hadi leo hili tulikofikia. Kwa kweli tunaishi vizuri na tunaishi kwa amani, kula tunakula tunavyotaka, hawatutoze hata ile 100. Kwa kweli Exad tunaendelea kuishukuru, Mungu awabariki, waendelee kupata wanapotoa, Mungu aweze kuwazidishia maisha yao na kazi zao. Kuna wazee wa kikundi kipo ambacho kinaitwa cha Kaseme SACCOS, wana leseni na walishindwa kuiendesha wao kwa muda, kwa wakatufika kwamba tuingie nao bia. Kwa hiyo tumeingia nao bia na mwaka huu tumeanza kuchimba hilo eneo kwa ubia, na tunaangalia vikundi vingine ambavyo ni rafiki ili tuweze kushirikiana kukuza hizi kipato cha serikali. Napenda kushukuru kampuni ya Exad kwa sababu imeonyesha jitihada za kuamini mtoto wa kike anaweza, akiwezesha anaweza, kwa kuweza kunipatia nafasi hii ya kuweza kuongoza gurudumu hili kubwa la kuongoza mtambo huu ambao sio mdogo na ni mkubwa na unahitaji teknolojia kubwa zaidi. Tunashirikiana pia na kikundi cha vijana wa hapa Lwamgasa ambao wanajishughulisha na ufugaji wa asali na utunzaji wa mazingira. Tunawafadhili hiyo mizinga, tunawapa hizo elimu za ufugaji, na pia tunawasaidia katika kipato chao kwenye shughuli hizo za uendeshaji ili waweze kupata kipato stahimilivu. Kwa hakika Exad inajitahidi kwa hali na mali kuboresha ustawi wa wafanyakazi wake, kuanzia mifumo ya uajiri hadi kuhakikisha wanapata mazingira bora ya kazi wanapokuwa kazini. Lakini juhudi zake haziishii hapo. Mgodi pia unajivunia mahusiano thabiti kati yake na serikali. Mkurugenzi msimamizi wa masuala ya fedha pamoja na afisa rasilimali watu wa mgodi huu wanafafanua kwa kina jitihada hizi na mafanikio yaliyopatikana. Kampuni yetu imejipambanua katika kuwawezesha wafanyakazi katika, kwa maana kwamba kuwalipa stake zao kwa wakati, kila mmoja apate mshahara wake kulingana na anachokifanya. Mfanyakazi anafanya kazi kwa mwezi mzima, lakini tunajitahidi sisi kabla ya tarehe 25 kila mmoja awe amepata stake yake ili aweze kujikizi kwa mahitaji yake katika mwezi husika. Pamoja na hayo, kampuni yetu inaweza kuwarecognize wafanyakazi kulingana na wanachokifanya. Katika wafanyakazi sio wote unaweza kukuta wako sawa katika kudeliver. Kuna wengine wako wametake ile ownership kwa kiwango kikubwa, ambao tunaona wamefanya zaidi ya mwenzake, tunawapa zawadi kulingana na policy ya kampuni, pia kulingana na mazingira yetu kwa wakati huo. Kwenye kuajiri, tunaajiri wafanyakazi ambao wanazunguka eneo la mgodi. Ni 90% ya watu wamepata ajira katika kampuni yetu ambao ni wakazi wa mgodi. Pamoja na hayo, kampuni yetu inaweza kucomply na sheria zote za nchi, kwa maana kwamba kulipa kodi zote. Pia tukija kwenye mambo ya NCCF, kulipa NCCF zote kwa wakati, WCF. Hivyo basi lazima tufuate vitu vyote kwa sheria, kuepukana na migogoro ya serikali kwa kitu ambacho sisi tunaweza tukakifanya. Tunapofanya kazi, unapofika mwisho wa mwaka, pia tunamshukuru Mungu pia kwa kukutanisha wafanyakazi wote kwa pamoja. Kuna baadhi ya sehemu tunakosea, tunapoleta resource pamoja, jamii tunasherekea. Baada ya kusherekea, tunakaa tunajadiliana kwamba nini hakiko sawa, wapi tuboreshe ili maisha mengine yaendelee. Unajua, unapotengeneza ajira lazima pia wasamini hawa watu, kwa sababu hawa watu ndio wale wanaweza kukuwezesha wewe kumove kutoka point moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo lazima hao ndio priority yetu kwa namba moja, kwani bila wao sisi hatuwezi. Tunaweza tukasema sisi ni wamiliki, lakini mwisho wa siku kuna kazi hatuwezi tukazifanya sisi. Lazima tuwe na watu wengine ambao wanaweza kutusaidia. Sisi tunaweza tukapata hela, lakini mwisho wa siku lazima nao tuwawezeshe. Tunasema katika kitu kinaitwa sustainable development. Unakuta pia mfanyakazi anataka move kutoka point moja kwenda point nyingine, awe ana makazi bora, awe ana maisha mengine ya kwake. Kwa hiyo tunaprovide mikopo pale inapowezekana, kuwezesha kujenga nyumba, kuwezesha kufanya development za kwao binafsi. Kwa hiyo ndio tunaita ajira na tunaita sustainable development, kwa maana kwamba tusifaidike tu sisi, mwisho wa siku wale wanaotusaidia kufika hapa tuwafanye wenyewe waendelee kubaki pale pale. Kama Exad tunajitahidi katika kuwawezesha kadri tunavyoweza.
Fursa moja huzaa nyingine. Mbali na kuwapa watu mbalimbali nafasi ya uchakataji wa mbale na marudio katika kinu cha Hexad, imetanua wigo kwa kampuni kwa kuanzisha shughuli za bima ili kuongeza wigo wa upatikanaji wa huduma za bima. Tunajihusisha na ukataji wa bima, bima za magari, bima za makazi, bima za health insurance. Hivyo tunawaalika watu wote kuja kukata bima pamoja na sisi. Mbali na juhudi za kampuni ya Hexad katika uchapaji kazi, haitosita kuishukuru serikali kwa mchango wake mkubwa wa kuwawezesha kufanikisha malengo yao. Ushirikiano huu si tu umechangia mafanikio ya kampuni, bali pia umebadilisha maisha ya familia nyingi zinazotegemea mgodi huu. Kwa mafanikio ambayo tumeyapata haya, hatuwezi tukasema yenyewe tumeyapata bila serikali. Serikali inatoa msaada mkubwa kupitia ofisi ya RMO, kupitia STAMICO, wanatupa hizo taarifa za kijiolojia, wanatusaidia kutuongoza kwenye teknolojia na sera rafiki kwa ajili ya kuhakikisha hizo shughuli zetu zinakuwa endelevu. Ni mengi ya kuelezea kuhusu kampuni hii. Itoshe kusema, Hexad, we partner with resources.